Kanisa la Mungu, haleluya. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, haleluya. Mbona ninasikia sauti za watoto wa kipemara peke yao? Nasikia sauti za watu watatu wakati mko zaidi ya watu 30. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Mpaka kwa boost. Naomba ufungue kitabu kile cha Mwanzo ule mlango wa 7 na ule mstari wa 2 na wa 3. Kitabu kile cha Mwanzo ule mlango wa 7 na ule mstari wa 2 na ule mstari wa 3. Kitabu kile cha Mwanzo ule mlango wa 7 na ule mstari wa 2 na ule mstari wa 3. Biblia inasema, katika wanyama wote walio safi ujitwalie 7 mume na mke, na katika wanyama wasio safi 2 mume na mke, tena katika ndege wa angani 7 mume na mke, ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi yote. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye utangulizi inaitwa Mwalimu Simon Barnabas Eliza, ninatokea KKT Msasani. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka aina ya mbegu kama mfumo mmojawapo uliobeba msaada wa Mungu kama matokeo. Ninajua kwamba ni kitu ambacho tumekuwa tukizungumza mara kwa mara, na Mungu amenipa neema na kibali tuweze kuhitimisha pamoja. Na hatubadilishi sana, tunabadilisha tu kipengele namna ya kuelezea, lakini kile mlichokuwa najifunza mbele za Mungu ndicho tunachojifunza asubuhi ya leo. Na kipengele cha leo kinasema sadaka aina ya mbegu kama mfumo mojawapo uliobeba msaada wa Mungu kwenye hatua za maisha, au uliobeba msaada wa Mungu kama matokeo kwenye hatua za maisha. Na lengo la somo hili ni kuonesha sadaka aina ya mbegu kama mfumo mojawapo wa uwajibikaji mbele za Mungu unaotengeneza matokeo kwenye hatua za maisha. Kanisa la Mungu, haleluya. Na nizungumze hili jambo kwa picha tofauti kidogo. Nataka tuzungumze kwa kuanza kwa kusema hivi: wakati Mungu alipomuumba mwanadamu ni moja ya viumbe ambavyo Mungu alivifinyanga kwa mikono yake mwenyewe, ila mwanadamu aliupata upendeleo namna alivyoumbwa. Mungu alivyomuumba simba si sawa na alivyomuumba mwanadamu. Mungu alipoyaumba majani kondeni si sawa na alivyoumba mwanadamu. Kwa tuanzia hapo kwanza, kwamba mwanadamu ni miongoni mwa viumbe ambavyo Mungu aliviumba, na alivyoviumba mwanadamu akapata upendeleo. Na moja wa upendeleo ambao mwanadamu aliupata ni huu hapa: Mungu alipoumba viumbe vyote, ilipofika kwenye kipengele au muda au siku ya kumuumba mwanadamu, mbingu zilipose kwanza. Ilibidi mbingu iwaze, ikatafutwa sampuli namna ya kumuumba mwanadamu. Mbingu zikapendelea mwanadamu kwa kusema hivi: na tumfanye kwa mfano wetu. Nakumbuka ile andiko, watu wa Mungu, nakumbuka ile andiko. Nikuombe tu mtoto wa Mungu unisikilize mwanzoni. Unisikilize mwanzoni sana, hautapata shida kunisikiliza mbele. Kwa hiyo kama Mungu aliupendelea mwanadamu wakati wa kumuumba, kama aliutofautisha namna ya kumuumba na kiumbe kingine chochote alichokiumba, ndivyo na lifestyle yake ilivyotofautishwa na wale viumbe vingine walivyoumbwa na Mungu.
ingawa wote ni viumbe vya Mungu. Lakini sasa mwanadamu alianza kupata tofauti kuanzia kwenye kuumbwa mpaka kwenye lifestyle. Naomba tuzungumze kitu kimoja hapa, na upendeleo wa pili ambao mwanadamu aliupata, pamoja na kwamba Mungu alimuumba mwanadamu, pamoja na kwamba mwanadamu humtegemea Mungu, ila kuna vitu kwenye maisha Mungu hawezi kuvifanya isipokuwa mpaka mwanadamu awajibike. Kanisa la Mungu, haleluya. Manielewa walokole? Anielewa tu. Sikiliza. Kitu kinachoitwa mbegu. Na kama kuna sadaka ambayo duniani mara chache sana, huku ndiko nilikopata nafasi kwenye experience ya huduma nilionayo. Yaani nadhani hili kanisa peke yake nahisi Mungu amewapa ufunuo wa kuspecialize kuelezea sadaka aina ya mbegu. Ni kanisa la Anglikana peke yake. Kwa nini kwenye hii dunia, kwenye uchumi wako, vitu viwili ndio vya muhimu kuliko kitu chochote kile? Kitu cha kwanza cha muhimu ni fungu la 10. Kitu cha pili kinachofuata kwa umuhimu kwenye maisha ya mtu ni kitu kinachoitwa akiba. Akiba huwa ni nini? Akiba huwa ni kitu ambacho tunakihifadhi kwa ajili ya msaada wa siku ya kesho. Ndivyo na mbegu ilivyo. Na wakati mwingine akiba unaweza kuhifadhi, sio kwamba ile hela haina matumizi, inayo. Sio kwamba hukuwa na uwezo wa kuamua kupata cha kufanya, ulikuwa na uwezo. Ila sasa kwa sababu kanuni na kushawishi inakuelekeza kwamba huwezi kula chochote unachokipokea, lazima ukiache kitu mahali, unajikuta kwamba unaacha hata kama hutaki kukiacha hiyo akiba. Ndivyo na kitu kinachoitwa sadaka aina ya mbegu. Hata kama hauna mpango wa kupanda, lakini itakulazimu, kwa sababu ndivyo kanuni ilivyo. Wakati Mungu alipoiharibu dunia, inasema kwamba akamwachia Nuhu wale wanyama walio wazuri na wale walio wabaya. Mnisikiliza watu, hapo ndipo tunapoanza darasa. Akawaambia kwamba wale walio wazuri akawaongezea idadi ya namna ya kuhifadhi 7 wa kiume na wa kike. Awe mnyama aliye mzuri, au mnyama au awe ndege aliye mzuri. Hakisha kwamba unahifadhi 7. Alipokuja wale wanyama walio wabaya na wale ndege walio wabaya, akawaambia ya kwamba wahifadhi wawili. Halafu Mungu anampa rizo, anawaambia kwamba ili uhifadhi mbegu juu ya uso wa nchi. Sasa angalia. Ndio ulizane swali hapa. Umewahi kujiuliza tunapozungumza ndege wabaya tunamaanisha ndege gani? Na ndege walio wazuri tunamaanisha ndege gani? Okay. Wewe kujibu kwa urahisi sana. Umewahi kujiuliza ni kwa nini kuku ni wengi kuliko kunguru? Etoa dokole. Umewahi kujiuliza hilo swali? Ni kwamba kwa nini wale ndege wanaoliwa ni wengi kuliko wale wasioliwa? Kwa nini wale wanaoliwa ni wengi? Okay. Umewahi kufikiri kwa nini ng'ombe na mbuzi ni wengi kuliko chui? Umewahi kufikiri kwa nini ng'ombe ni wengi kuliko fisi? Umewahi kujiuliza ni kwa nini? Utofauti wao ulianzia kwenye kuwahifadhi mbegu juu ya uso wa nchi. Wanyama walio wazuri wahifadhi 7 na walio wabaya wahifadhi 2. Turudi kwenye somo. Sasa tunaona Mungu baada ya Mungu kukausha na kuanza kuondoa adhabu juu ya uso wa nchi, anabeba kila alichopewa, alichoachiwa na Mungu kama mbegu, anaenda anamjengea Mungu jengo la ibada, madhabahu. Angalia msaada wa Mungu ulipotokea. Huyu jamaa alipowajibika kutumia ile mbegu aliyopewa na Mungu, aliyoelekezwa na Mungu, alikuwa na uwezo wa kujenga. Nilikuwa na tafakari vitu fulani hivyo. Alikuwa na uwezo wa kutoweza kujenga, kwa sababu si aliambia, hakuambia kwamba utanijengea nayo sadaka, utanijengea nayo nyumba ya ibada. Mungu hakumwambia hicho kitu. Mungu alimwambia kwamba utahifadhi mbegu juu ya uso wa nchi. Sasa sikiliza. Jamaa alipotumia ile sadaka ya mbegu huweza kumjengea Mungu madhabahu. Angalia msaada wa Mungu unapotokea. Mbegu zinatokea na kiapo.
Anasema kwamba mbingu ziliposikia ile harufu ya manukato, mbingu zilijiingiza kwenye kiapo. Mungu akasemaje? Muda sitamwangamiza mwanadamu tena kamwe, na wala sitaangamiza chochote kilicho hai kama nilivyofanya hapo mwanzo. Akasema hivi, muda nchi itakapodumu, kuna vitu havitakoma. Akasema kwamba wakati wa kupanda hautakaa upauke tena, wakati wa kuvuna, akasema kwamba mchana na usiku havitakoma. Unaweza ukashangaa kuna vitu havikomani, unajiuliza tunatokeanga wapi? Kuna vitu havikomani kwenye maisha ya mtu kwa sababu Mungu alishajifunga kwenye kifungo. Moja kitu ambacho Mungu alijifunga kwenye kifungo ni kwamba mchana na usiku havitakaa vikome kwenye maisha ya mtu, kwamba kutakuwa jua, kutakucha. Sasa angalia kilichotokea. Kwa nini Mungu anajifunga kwenye kiapo katika mazingira gani? Baada ya kupelekewa ile sadaka aina ya mbegu. Sikiliza watu wa Mungu, kama kuna kitu, kama kuna msimu duniani tunaokwepa, ni msimu wa kupanda. Ndio ninachosema watu wa Mungu, ni msimu wa kupanda. Watu wengi sana tunaikimbilia kwenye kitu kinachoitwa msimu wa kuvuna. Na hapo kila mtu anatamani. Rudi sasa kwenye msimu wa kupanda. Tunatafutana kwenye tochi. Nini kinachotufanya? Ni kwa sababu kelele za msimu wa kupanda hazifanani na kelele za msimu wa kuvuna. Biblia inazungumza hivi, wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Kwa tafsiri nyingine, msimu wa kupanda umebeba machozi, wakati msimu wa kuvuna umebeba kelele za furaha. Bahati mbaya sana, hakuna kelele za msimu wa furaha pasipo kuanza na kelele za msimu wa kulia. Hapo ndipo tunapoleta sadaka kwenye engo ya uwajibikaji. Haupelekei Mungu sadaka kwa sababu Mungu anahitaji msaada wako. Listen to me. Yaani hata kama ukigoma kutupa hiyo sadaka yako Januari to Disemba, hakuna kazi ya Mungu itakayosimama. Ni leo watoto wa Mungu. Sasa sikilizani hapa. Umekujiuliza kwa nini makanisa mengi sana wakati wa kujenga watu wanapungua? Umekujiuliza kwa nini kanisa halina vyombo, watu hawaonekani? Subiri tununue setting ya vyombo hapa milioni 40, milioni 50. Subiri drums za kisasa ifungwe hapo. Subiri keyboard zirindima, subiri magitaa yajaye huku mbele huku. Yaani hata wakumbusha hata ibada inaanza saa 12:30. Yaani saa 12 juu ya alama mmeshajaa kwenye ule mlango. Yaani wakati wa kutafuta tuko wachache. Ni kwa nini? Kwa sababu watu wengi huwa wanakwepa wakati wa kupanda, wanakimbilia kuja kushiriki wakati wa kuvuna, kitu ambacho si kanuni ya kiungu. Kanisa la Mungu, haleluya! Kanisa la Mungu, haleluya! Kanisa la Mungu, haleluya! Unahitaji kuvuna, hauna namna ya kukwepa gharama ya kupanda, hauna namna. Unajiuliza kwa nini ninazungumza kwamba jamani tunajenga? Tukishazungumzaga habari ya kujenga, hakuna kipindi waumini wanapunguaga kanisani kama wakati wa kujenga makanisa. Sikishafanya experience, sichakuwa na uzoefu. Unaenda unaona kwamba yaani unaenda mahali pekee unaitwa ibadani, unaona watu kanisa limefurika. Alafu baada ya usiku tukae na posho na kwamba usiwaone tu hao watu wamejaa. Tumishi, hili kanisa tumelisimamisha na watu wasiopungua watu 150, watu 100. Hiyo kiingia ibadani, kanisa likishakamilika watu wamejaa. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi huwa tunakwepa kitu kinachoitwa wakati wa kupanda. Okay, sawa.
niseme jambo moja alafu tumshukuru Mungu. Sawa. Mambo ya kutosahau kuhusu sadaka aina ya mbegu. Mambo ya kutosahau kuhusu sadaka aina ya mbegu. Jambo la kwanza la kutosahau ni hili. Vita ya sadaka aina ya mbegu inalenga kuondolea uhalali wa mavuno kwenye msimu wa kupanda. Huu ndio ukweli usiofichika. Vita ya sadaka aina ya mbegu inalenga kukuondolea uhalali wa mavuno kwenye msimu wa kuvuna au kwenye msimu wa kuvuna. Kitabu kile cha Mithali ule mlango wa 4 na ule mstari wa 20. Kitabu kile cha Mithali mlango ule wa 4 na ule mstari wa 20. Kitabu kile cha Mithali ule mlango wa 4 kitabu kile cha Mithali ule mlango wa 4 ule mstari na ule mstari wa 20. Kitabu kile cha Mithali ule mlango Mithali mlango wa 4 mlango wa 20 mstari wa 4. Mithali ule mlango wa 20 na ule mstari wa 4. Inasema hivi: mtu mvivu hataki kulima wakati wa baridi, hivyo wakati wa mavuno ataomba hana kitu. Kitabu kile cha Injili ya Mathayo ule mlango wa 25. Injili ya Mathayo ule mlango wa 25 na ule mstari wa 23. Kitabu kile cha Injili ya Mathayo ule mlango wa 25 na ule mstari wa 22 na 23. Ninasema hivi: akaja yule aliyepokea talanta 2, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nimezipata faida. Bwana wake akamwambia, vyema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Naomba nimalize na maandiko mawili alafu tumshukuru Mungu. Biblia inazungumza kwamba mtu mvivu hataki kulima wakati wa baridi, hivyo wakati wa kuvuna ataombaomba hana kitu. Mahali popote unaposikia swala la kupanda, yaani maana yake ni kwamba unazungumza swala la kuamua kujitosa, huku tumaini likikutarajisha yaliyoko mbeleni badala ya kuangalia yaliyoko hapo kwa wakati uliopo. Mwambia kuelezee alikotoka. Leo unamuona anatembea na gari nzuri, kuna siku alikula ugali na chumvi ila alivumilia kwa sababu alikuwa kwenye wakati wa kupanda. Leo unaweza ukaona tamani mume na mke wake wanatembea. Kijana anaweza kumweleza mume, natamani siku moja nikija kwa na mume wangu, mimi niwe kama ile mzee wa kanisa mama fulani. Ndugu yangu, kawaulize ilikuwaje? Walipita kwenye hizo changamoto wewe ulizopita na hicho kijamaa kinachokudanganya. Hivyo mahusiano vile vya plastiki ambavyo havinaga hata mpango wala havizaagi matunda. Yaani watu mko kwenye mahusiano miaka 8. Nafikiri mnajenga mnara wa Babeli. Alafu ukiangalia watu wanatembea wakasema, natamani nijiliwe kama fulani. Kawaulize walipita wapi? Hivi nasema hivi, ukiona mtu anavuna, anakubali kulipa gharama ya kupanda. Changamoto ni kwamba sehemu nyingi sana tunatamani kuvuna pasipo kupanda. Kauliza watumishi wengi waliofanikiwa leo, unaweza kuwa unamuona na ndio maana wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Narudia kwa mara ya 3, Bwana Yesu asifiwe. Ukimkuta mtu yoyote ameshine sehemu yoyote, iwe kazi, iwe kwenye huduma, iwe kwenye familia, ninakushauri kwa jina la Yesu, kama huwezi kumsaidia, kaa kimya, usimpige vita, kwa sababu hujui alidondosha chozi la kiasi gani wakati anayapanga hayo maisha unayoyaona anajivunia. Kanisa, haleluya. Kanisa, haleluya. Na bahati mbaya sana, kwa nimalize kwa kusema hivi, bahati mbaya sana, Mungu huwa anatupima
viwango vidogo kabla hajakuweka katika viwango vingi. Yaani kwamba hapo ulipo una kazi unalipa 200,000. Mungu anaangalia kwanza kiwango chako cha uaminifu wakati unalipa 200,000 kabla hajakufungulia mlango wa kulipa 500,000. Alokole, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, haleluya. Watu wa Mungu, haleluya. Biblia inasema kwenye Injili ya Luka, aliye mwaminifu katika lililo dogo huwa ni mwaminifu katika lililo, na aliye dhalimu katika lililo dogo hakosi udhalimu katika lililo kubwa. Kwa hiyo acha kutuchimba mikwara. Kwa mimi Bwana Mungu akiniinua nikipandisha cheo na kuhakikishia nitakuwa nanunua mic mwenyewe. Alafu hapo wakati natuchimba wa mkwara unalipa 1,200,000. Fungu la 10 naleta 5,000 kanisani. Mungu atapitishia mlango upya wa kukuamini katika juu ya mengi. Biblia inasema hivi, alipompa yule talanta 2, alipoenda kupanda akarudi na faida. Inasema kwamba Mungu akamwambia kwamba kwa kuwa umekuwa mwaminifu kwa kilicho kidogo, ninakupa fursa ya kuwa juu ya vilivyo vingi. Maana ni kwamba ukitaka Mungu atukumbuke, kila mtu abebe sadaka yake ya mbegu, tupande kwa viwango vya uaminifu kwa tulivyo, ili Mungu aone uaminifu wetu katika vilivyo vichache.